Mheshimiwa Waziri Murkomen, labda hamjasikia habari. Rais wa Jamhuri ya Kenya amesema barabara ya kutoka mahali panaitwa Jambini kwenda mpaka Sasumwa iwekwe rami mara moja, na rais amesema, na kama unapingana na mimi, uliza yesi yako hapa atakueleza kama alisema, kwa sababu mimi nilisikia alisema. Mimi kama hiyo barabara haitajengwa, wewe utakuwa ndiye mtu wa kwanza kuambiwa kitu na rais na unakataa kufanya. Na mimi nakujua. Ulitueleza kuwa utatupatia kura za maziwa 35. Tena His Excellency the Deputy President akakuja pale Kenya, akatuambia atatupatia 25. Sikujua kama hii ya 25 iko kati ya ile 35. Lakini kwa sababu nyinyi wote mko kwa serikali, wewe uko na 35 na wewe uko na 25, yote ni 60. Watu ya Nyandarua wakipata hiyo 60 ya maziwa, sisi tutakuwa sawa sawa. Na mkifika mbinguni nyinyi wawili mtafunguliwa mkiingia. Na kina mama wanakupenda wa engineer. Wa mama wa soko wanakupenda wa engineer. Na wanakupenda na ndio ujua wanakupenda. Mpaka leo wamekuletea zawadi. Wamekuja hapa na viazi debe 3. Debe moja ni ya Deputy President. Tayari kwa gari ya Deputy President tumeweka debe moja. Debe 2 ni yako. Kwa gari yako hatujaweka, askari yako wamesema viazi iko na matope. Mimi najaribu kueleza viazi haikui kwa miti, viazi inakuwa kwa matope, ni lazima ikuwe na matope. Hatukupata nafasi ya kuosha hiyo viazi, Your Excellency. Unajua ni kama watu wengine hawajui viazi inakuwa kwa matope. Viazi inakuwa kwa matope, sasa ni lazima ingekuwa na matope. Sasa bado yako hatujaweka, lakini ya Deputy President unajua yeye anajua maneno vile inaenda, tayari tumeshaweka. Rigathi Gachagua, kwa sababu unajua ni mti ya Nyandarua. Amejenga pale Shamata, ni mti yetu. Watu ya Nyeri wanasema ni mti yao na sisi tumekataa kabisa. Hii ni mti yetu ya Nyandarua. Kwa kipata jina ya mti ya Nyandarua, kwa ile pesa yenye wanaweka target, waongeze kidogo ifike 3500 ili tupate pesa ya kununua fertilizer. Na Your Excellency, ukifanya maneno hiyo ya kutoweka pesa mfukoni, siku ile utaenda mbinguni, kwa sababu najua siku moja utaenda mbinguni. Wakikuuliza kazi ulifanya, useme uliwekea watu ya Nyandarua pesa mfukoni na watakufungulia uingie direct. Na unajua Your Excellency, hiyo barabara wewe na deputy mmeniweka mahali mbaya. Kwa sababu juzi mimi na wewe tulienda huko South Africa. Hasa watu hawa wananiuliza, kama umeingia ndege umeenda na rais South Africa, umetoka hapa masaa 4 umeenda na rais South Africa, haujamwambia kuhusu barabara. Mumekaa na yeye siku ya kwanza, haujamwambia kuhusu barabara. Mumekaa na yeye siku ya pili, haujamwambia kuhusu barabara. Mumeingia kwa ndege tena, mumerudi masaa 4. Na kwanza Your Excellency, sitaki nisahau, nataka nikushukuru sana. Kwa sababu tukiwa pale South Africa, ulinilipia nyumba mahali ya kulala. Lakini nataka nikueleza Your Excellency, mimi sikulala. Niliamka usiku mimi naangalia hiyo nyumba vile inakaa hivi, naangalia na shangaa ni mimi. Umeniweka hapa. Ukipata nafasi nyingine ya kutembea mimi niko sawa sawa, unipeleke huko. Na sasa hata ukiweza unitoe Afrika, twende nje ya Afrika, sasa huko ndio tuone maneno vile inakuwa.